Mama Lingo. Mama Lingo. Abe. Hebu njoo hapa mke wangu. Habari ya saizi lakini. Sasa mama yangu, kuna kitu ambacho mimi nimekuita hapa ili tuweze kukizungumza kujenga kama wanandoa na wanafamilia. Sasa umenielewa Unahitaji wewe uwe mtu wa kunitii mimi mume wako. Na unajua majukumu ambayo mwanamke anampasa. Leo hii tuko kwenye mjengo huu, lakini kesho tutakuwa katika mjengo mwingine. Mungu atatusaidia, tutakuwa tumesha jenga na Mungu atatusaidia, tutakuwa tumeshapata pesa. Maisha ni kama penati, utafunga au utafunga, hujui kwamba ukipata daka au hata daka. Sisi tunaelewana sawa? Usijali baba Malingo. Haya ni mapito tu, ipo siku na sisi tutapata. Sasa kitu ambacho nataka kukuambia ni uvumilivu. Tufanane kama pedo za baskeli. Ingine ikipanda, ingine inashuka. Ingine ikishuka, ingine inapanda. Hiyo ndiyo ndoa mama. Sijui unanielewa? Nakuelewa. Asante sana mke wangu. Kama umenielewa, natumai sana ndoa yetu itakuwa ndoa njema yenye amani sana. Sasa mke wangu, kuna gogo nimeliona sehemu fulani, ngoje nikalichukue nije nikuongezea hapa kuni. Sawa mama? Sawa baba Malingo, nitashukuru sana ukiniongezea kuni. Sasa kuna sehemu nataka nikimbie na kuna maelekezo nataka nikuachie. Uyazingatie na usisahau hata moja. Maelekezo gani? Nipe. Utachukua ile barua pale ndani mezani, umpelekee mwenyekiti. Maana mimi sitafika. Ukimaliza utanifulia zile nguo zangu. Maana kesho nataka kwenda sehemu fulani. Ukimaliza utafyeka nyasi ambazo zinazunguka hapa nyumbani kwa ajili ya kupunguza mazalia ya umbu. Ukimaliza utaenda shule kumuombea mtoto ruhusa. Ukimaliza utaenda kuuza zile nyanya zilizobaki jana zisije zikaoza. Ukimaliza unakuja kutoa utandu kwenye nyumba yetu, buibui waliotanda kujenga hapa, maana kuna mananili mabaya, kuna muonekano mbaya. Ukimaliza unampa Malingo dawa ili ugonjwa usije ukazidi. Ukimaliza unapata ile meza kwa fundi tuliyompa kututengenezea. Ukimaliza unanipigia pasi nguo zangu ulizoziandaa kuzifua ili ziwe zimenyooka. Ukimaliza mama, unaenda kupiga maji ule msingi nyumba ya jirani, maana nilipata kitende pale ili tupate pesa kutukizi mahitaji. Ukimaliza unapeleka kisu ambacho tulikiazima jana kwa ajili ya kumenyea maembe hapa, unamrudishia mwenye nacho. Ukimaliza mama, unachimba shimo dogo la kuweza kuweka takataka tunazozikusanya uchafu tunapofagia kwenye kiwanja chetu hapa. Ukimaliza hakikisha unaandaa chakula cha jioni. Hakikisha unazuri kama jinsi ambavyo unapika mke wangu. Maana ukitoka uwe unafunga milango. Maana vibaka ni wengi sasa hivi. Yule si ni mke wa Misondo? Bwana ameganda namna hiyo. Hawana shida, sijawahi kumuona amesimama namna hiyo. Ngoja nikamuone. Shemu vipi? Bwana ameganda. Au amepata na mshtuko? Nitakuwa na shida. Ngoja nimpigie Misondo. Halo? Naam.
Mzee Misondo. Nakusikia. Nimepita hapa kwako. Ndio. Nimeona mke wako ana tatizo. Tatizo gani tena? Yaani amesimama tu alafu hata sielewi. Wewe. Hebu wahi nyumbani, niko nyumbani hapa. Wahi haraka. Nakuja sasa hivi, ngoja nije nakimbia. Haya. Ngoja niwahi. Jirani, jirani. Jirani. Mwenyewe anashangaa. Yaani nimemkuta mke wako ameganda kama amepatwa na mshtuko. Sijui shida ni nini. Asa bwana, mimi nilimwachia maelekezo. Sasa sijajua shida ni nini. Ngoja nimuone nijue kwamba shida ni nini. Ndio. Wewe mama. Shida nini? Shida nini? Nilichanganyikiwa mno, ulikuwa umenipa maelekezo mengi mno. Hicho tu ndo kimekuchanganya? Pole sana. Kumbe shida ilikuwa ni maelekezo. Umempa maelekezo mengi mno tatizo. Jirani. Ataweza kufanya kweli? Akili ndo maana imeruzi. Tuwe tunaacha maelekezo kidogo tu. Ili angalau mwanamke aweze kuyamudu. Sio punda, huo ni utumwa. Tumia akili, tusiwe zero brain. Basi sawa. Acha mimi niende. Sasa mama Malingo, utafanya mawili tu. Mengine achana nayo. Hapo sawa. Sasa mama, endelea na majukumu. Ngoja mimi nirudi.